Anza kuwa tajiri leo, au uelewe kwa nini hutawahi kuwa tajiri. Kwa nini watu wengi hawaufikii utajiri? Ukweli ambao hauambiwi ni huu hapa. Namba 1, kushindwa kutengeneza uhitaji, yani demand creation. Watu wengi wanatafuta kazi, wanatafuta hela, wanatafuta msaada, lakini hawatengenezi uhitaji. Hela haifuati bidii, hela hufuata uhitaji. Ukifanya kitu ambacho watu hawakihitaji sana au kinapatikana kila mahali, hela inakuwa ndogo. Mtu anauza au kutoa huduma ambayo kila mtu anaweza kuuza au kutoa kesho. Matokeo yake, bei inashuka na faida inashuka. Utajiri huanza pale unapojiuliza, ni tatizo gani kubwa ninaloweza kulitatua kwa watu wengi? 2, kuridhika mapema. Early satisfaction trap. Hii ni hatari sana. Mtu akipata hela kidogo tu anabadilisha maisha ghafla, anaacha au kupunguza bidii ya kazi. Badala ya kuongeza mtaji au kupanua wigo. Kuridhika mapema ni uadui wa utajiri wa muda mrefu. Utajiri haujengwi na kile unachonunua sasa, unajengwa na kile unachokataa kununua sasa. Jambo la 3, kushindwa kuilinda hela. Wealth protection. Hata wanaopata hela nyingi hawalindi, hawana mfumo. Kupata hela ni rahisi kuliko kuilinda. Watu hushindwa kwa sababu hawana mipaka ya matumizi. Wanachanganya hela ya mtaji na matumizi binafsi. Bila mfumo, hela huvuja kimya kimya. Unafanya kazi, hela inaondoka. Unafanya kazi, hela inaondoka. Jambo la 4, kutafuta pesa badala ya kutafuta mfumo. Wengi wanaishi hivi: leo wako kwenye ajira, kesho wako na biashara, kesho kutwa wako kwenye dili mpya, lakini hakuna mfumo unaorudiwa, hakuna scalability. Tajiri hafanyi dini kila siku, anajenga mfumo unaozalisha kila siku, anajitengenezea scalability. Anatengeneza kwa mfano soko, wateja wa kudumu, brandi, au kuzalisha mazao ya kudumu, permanent crops. Bila mfumo, matokeo yake ni hivi: ukichoka wewe na hela inaisha, ukiumwa biashara inasimama. Wengi walionekana wanataka kuanza kufanikiwa, lakini hawakuweza. Walikwama, wakarudi nyuma na nyuma zaidi. Jambo la 5, kuishi kwa mihemko au hisia badala ya takwimu. Hili watu hawalipendi kusikia. Watu wengi wanafanya maamuzi kwa hasira, wivu, hofu, pupa, kutaka kupata haraka na kutokujua wafanye nini.
lakini tajiri hujiuliza, namba zinasema nini? Sio moyo unasema nini. Namba 6, kukosa uvumilivu wa mchakato, process patience. Hili linaua wengi. Watu wanataka matokeo ya miaka 5 kwa miezi 3 tu. Utajiri ni matokeo ya mambo madogo madogo yanayojirudia kwa muda mrefu. Mfano, fuatilia makampuni makubwa nchini na ya kimataifa. Fuatilia faida zao wanazotengeneza. Ni za kawaida, ila ni kwa sababu ni za kila siku, kwa hiyo wanajikusanyia na kwa watu wengi, na ni za na mahitaji yake ni ya kudumu. Siku moja haina maana, wiki moja haina maana katika safari ya utajiri, lakini miaka 2 hadi 5 inaamua hatima ya maisha yako. Wengi huacha pale walipokuwa karibu kuvuka mstari. La 7, kuogopa kuonekana, visibility fear. Hii ni ya kizazi cha sasa. Watu wana idea nzuri, wana maarifa, wana uzoefu, wamesoma, wana nguvu, lakini wanaogopa kuzungumza, wanaogopa kukosolewa, wanaogopa kuonekana. Hela ya sasa iko kwa yule anayeonekana, si yule anayejua peke yake. Yaani maarifa bila sauti ni sawasawa na umaskini wa kimya kimya. Namba 8, kukosa malengo ya pesa yaliyo wazi. Wengi wanataka hela nyingi, hawajui ni kiasi gani, hawajui kwa nini na wafanyie nini. Hela isiyo na lengo huondoka bila hata maumivu. Lengo la milioni 1 sio sawa na lengo la milioni 100. Mikakati ni tofauti, hatari zake ni tofauti. Utajiri huanza na namba halisi kichwani. Anza leo. Unaweza. Simama, sema naanza, ninaweza, na utaweza, na utakuwa tajiri. Je, umejifunza nini hasa kwenye video hii? Tuandikie kwenye comment. Kama unataka content ya ukweli wa pesa na biashara, subscribe Melk Agribusiness 1.